15. Tutasoma kuanzia verse 11 to 24. Kitabu ya Luke chapter 15 kuanzia 11 to 24. Wacha nisome kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linasema hivi. And he said, there was a man who had 2 sons, and the young of them said to his father, Father, give me the share of property that falls to me. And he divided his living between them. Not many days later, the young son gathered all he had and took his journey into a far country. And there he squandered his property in loose living. And when he had spent everything, a great famine arose in that country, and he began to be in want. So he went and joined himself to one of the citizens of that country, who sent him into his field to feed swine. And he would gladly have fed on the pawns that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my fathers I had suffered have bread enough to spare, but I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, bring quickly the best robe, and put it on him, and a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to make merry. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako asubuhi ya leo Bwana. Nainua jina lako Bwana, nikikusifu na hata kukutukuza. Nasema ni asante Bwana, ni kwa ajili ya asubuhi njema Bwana, ambao Mungu wetu umetupa. Mungu wetu umetuwezesha kupatikana katika nyumba lako asubuhi hii njema Bwana. Tunakuinua Bwana tukisema ni asante Bwana. Tunakuinua Bwana tukikushukuru na hata kukutukuza. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunapoenda kupokea neno lako Bwana, lile ambao Bwana umetuandalia asubuhi ya leo Bwana. Tuomba Bwana ukatuwezesha asubuhi njema Bwana. Tuomba Bwana ukanene na mioyo zetu Jehova. Tuomba Bwana ukafungue mawazo na masikio yetu Bwana, ili Bwana tukaweze kupokea kutoka mezani pako, katika jina la Yesu Kristo. Naomba ni kwa ajili ya kila mmoja anaposikia neno hii Bwana, ya kwamba Bwana itaenda kuleta utofauti katika maisha yake, ya kwamba Bwana itaenda kufungua milango iliyofunguka kwake. Maana Bwana, neno lako Bwana mtakatifu linalo nguvu na uwezo mtakatifu. Asubuhi ya leo Bwana, ninaomba ya kwamba kupitia kwa neno lako Bwana tutafunguliwa. Kupitia kwa neno lako Bwana tutarejeshwa. Kupitia kwa neno lako Bwana tutainuliwa tena, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu katusaidie, maana sisi hatuwezi bila Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu kachukua shukani kuanzia dakika hii, ukanitumie kama chombo Bwana, ukanitumie kama chombo chako Bwana. Baba, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu Bwana. Ni kwa maana unaenda kutenda asubuhi ya leo. Ni kwa maana unaenda kuzungumza nasi asubuhi ya leo. Nasi Bwana tutakuinua tukikusifu. Tutakuinua na kukuabudu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Leo nataka kuhubiri kuhusu nini? God's love to us as his children. God's love to us as his children. God's love, upendo wa Bwana kwetu kama sisi watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka mahali ambapo tumesoma katika kitabu ya Luke chapter 15 kuanzia 11. Tunaona a story of a prodigal son, ama mwana ambaye aliyekuwa mpotefu. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna baridi lakini usihisi baridi sana ukiwa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ninapozungumza kuhusu God's love, we know that God loved the world, that he gave his only begotten son. Kwa hivyo ili sisi tukaweze kupatikana kama wana wa Mungu, ama tukaweze kuitwa the children of God, God paid the price. Bwana Yesu asifiwe. Ili kukapatikane mtoto, ama hata katika maisha ya katika hata sisi wanadamu, ili tukaweze kupata mtoto, ni lazima ulipie gharama. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukaweze kusema this is my son, this is my daughter, ni lazima upay the price. Bwana Yesu asifiwe. So ili kwetu tukapatikane kuwa wana wa Mungu, Mungu alilipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Akatoa mwana wake wa kipekee, na hakulipa tu gharama kidogo. Maana kutoa mwana wake wa kipekee haikuwa jambo rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliitoa kwa sababu ya upendo ambao alikuwa nao kwetu, ili tukaweze kupatikana. Tunajua wakati Mungu aliumba mwanadamu, maana alihitaji the fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anahitaji tukamtumikie Mungu, tukamuabudu. Lakini wakati mwanadamu alipokosea, wazazi wetu wa kwanza, Adamu, wakati walipotenda dhambi wakiwa pale katika lile shamba la Edeni, maandiko inasema walifukuzwa kutoka katika shamba la Edeni, na kwa hivyo ile fellowship iliweza kukatika. So God had to look for a way ili ataweza kurudisha mwanadamu katika the purpose ambao ni ya fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa akamtoa mwana wake wa kipekee ili aje afe, ni kwa ajili yetu tukasamehewe dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua vizuri Yesu hakukuwa na dhambi yoyote, lakini alibeba dhambi zetu, nasi tukaweza kupatikana kuitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So we were bought by the praise. Tulinunuliwa na zawadi iliyokuwa kubwa. Ukisoma katika kitabu ya 1 Corinthians chapter 6 verse 19, maandiko inasema nini? Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Ukienda kumalizia inasema nini? Ya kwamba we were bought by a price. Na hii price ilikuwa ni Jesus Christ. Hili onyeshane upendo wake kwetu. Tukisoma mahali ambapo tumesoma asubuhi ya leo, tunaona huyu mwana ambaye alikuwa mpotefu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana, maandiko inasema alienda na kumwambia baba yake, nipe urithi wangu. Hiyo ni right yake kupata urithi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baba yake angemkataza, hakukuwa na uwezo wa kumkataza, maana ni right ya kila mmoja kupokea urithi kutoka kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipoweza kwenda kuomba ile urithi, alipewa. Maandiko inasema the father divided the wealth, ama zile mali aliyokuwa nayo, among the two brothers, na akapatia mmoja, na ule mdogo alipopewa sehemu yake, maandiko inasema alijitenganisha na baba yake na kuenda mbali. Akaenda katika nchi za mbali, na kule ambako alienda na karibu ile mali katika njia ya usherati. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa ninaona sana katika maandiko, when we talk of the father who had two sons, the father represent God, this son represent the children of God. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunapozungumzia mwana mpotefu, naye ni yule ambaye aliweza kuabuse the glory ambayo ilikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana aliweza kupewa ile mali, na alipopewa akaenda kuiharibu. Hivyo ndivyo Wakristo tuko. Wakati mwingine tunaenda kwa baba yetu,
Tunamwambia Jehova tunahitaji hii, tufanyie hii na ukatufanyie hile. Na wakati tunapopewa, tunajitenganisha na ule upendo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haukukuwa na kazi, ukaenda mbele za Bwana ukamwambia nisaidie na kazi. Lakini wakati umepokea kazi, unasahau kama ni Mungu alikupea ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unaacha kukuja kwa kanisa. Unalala sana mpaka unasahau kuamka saa 9 kuomba. Na kitambo ulikuwa unaamka saa 9 na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine, hii maandiko nilipokuwa ninasoma, nikaona sisi kama wana wa Mungu, kuna vitu mingi ambazo Mungu anaachilia kwetu wakati tunamuitisha. Ni kwa sababu ni baba yetu na anatupenda, maana alitununua na zawadi kubwa, kutoa mwana wake wa kipekee. Kwa hivyo we have the right kwenda mbele zake na kumwambia tunahitaji hii na tunahitaji hile. Lakini wakati tunapopokea, tunafanya nini? Tunafanya kama huyu mtoto ambaye alikuwa mpotefu. Bwana Yesu asifiwe. Alipopewa mali yake, alijitenganisha na upendo wa baba na akaenda mbali. Na alipoenda mbali, akaenda akatumia ile mali yake katika usherati ama katika anasa za dunia. Na pale ndipo ile mali yake ama kile alichokuwa nacho kikaisha na akaanza kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo hivyo katika maisha yetu. Tunapopokea kwa baba, tunaondoka kwa ule upendo wa Bwana. Tunapoondokea upendo wa Bwana, hatutakuwa na security ya kulinda zile mali ambazo tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Our fathers are the sources of our wealth. Kwa hivyo mzazi wako ndiye amekubariki na ile ambayo uko nayo. Usijitenganishe na upendo wake. Usiondoke katika upendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Usiende mbali na upendo wake. Maana unapojitenganisha, hapo ndipo naye shetani anachukua nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Wale marafiki walioungana na huyu kijana wakati alijitenganisha na baba yake, hawakuwa watu wa kumsaidia. Hawakuwa watu wa kumpatia maono makubwa, fanya hivi na ufanye vile. Lakini walikuwa watu ambao walikuwa nia yao ni kuja wakule kile ambacho kijana alikuwa nacho. Na zilipoisha, ile mali ilipoisha, walimuacha na kijana akaanza kuteseka. Hii inanifundisha nini? Kuondoka katika mapenzi ya Bwana kuna hatari kubwa kwetu kama watoto wa Mungu. Maana hatuna baba ambaye ako juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika maisha ya kawaida, unapokosana na baba yako, unapata ya kwamba kuna baraka mingi zimefungiwa. Unaweza teseka sana kwa sababu upendo wa baba hauko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikuambie nini? Wakati Mungu anapokubariki, maana umeitisha na umepokea, usijitenganishe na upendo wa baba. Usiondoke mbali na upendo wa baba. Wakati mwingine hata tunaondoka pasipo na kujua. Ni nini naweza fanya tukaondoke kutoka uweponi mwa Bwana? Ni dhambi peke yake. Ukisoma kitabu ya Isaiah 59 verse 2, maandiko inasema ya kwamba dhambi ndio inayotutenganisha na upendo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama mwana wa Mungu, ni lazima ukazingatie utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukakae mbali na dhambi, ili upendo wa baba usiondoke kwako. Upendo wa baba usikae mbali na wewe. Maana wakati upendo umeondoka, ama wakati umekaa mbali na upendo wa baba, kunayo hatari kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba the prodigal son was the abuser of God's glory. What is a glory? This is undeserved favor. Kitu ambayo hujafanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana hakufanyia kazi ile mali ambayo babake alikuwa nayo. Ni vile ilikuwa ni right yake kupokea urithi. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi kama wana wa Mungu, hatukufanyia kazi our destinies. Bwana Yesu asifiwe. The internal. Lakini tunajua ya kwamba ni jukumu letu tukarithi ufalme wa baba, kwa sababu ni baba yetu. Nao tutarithi wakati tutatembea katika njia za utakatifu. Huyu kijana haliweza kuabuse the glory ambayo ilikuwa juu yake kwa kuenda nchi za Baali,
kujitenganisha na upendo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa katika familia ambayo imebarikiwa, ama ambayo iko na kila kitu, sio mapenzi yako. Sio mapenzi yako kuzaliwa kwa familia ambayo haina mali. Ni mipango ya Bwana. Lakini unapata wakati umezaliwa katika ile familia iko na mali, you abuse that glory. Kuna wakati hiyo favor itaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mwana mpotefu, the glory iliweza kuondoka. Kuna wakati ilifika ikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Itaondoka aje? Wakati tutajitenganisha na upendo wa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tutajitenganisha na upendo wa Baba, ndio tutaweza kupoteza ile glory ambayo Mungu ameachilia kwetu. Kuna watu wengi siku ya leo wako katika nyumba la Bwana, lakini ule utukufu uliondoka kitambo. Hawako ndani tena katika utukufu tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ni nini ilifanya utukufu uondoke? Unakaa ile maisha ambayo sio yako kabisa, mpaka watu wakikuangalia wanaona hii si maisha yako. Na unaweza jipata uelewi. Ama wakati mwingine unajua, lakini hujachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima uchukue hatua. Wakati unapoangalia na kuona utukufu wa Bwana umeondoka juu yako, maana kuna signs ambazo zitakuonyesha utukufu wa Bwana uliondoka kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa mhubiri, unapata ya kwamba haubiri kama vile ulikuwa. Kama ulikuwa mwimbaji, unapata sasa hauimbi kama kitambo vile ulikuwa. Ulikuwa intercessor, hauombi kama kitambo vile ulivyokuwa. Hii na kusignal kuna kitu iko na shida. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utukufu unapoondoka, kuna shame. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unapotambua ya kwamba utukufu wa Bwana umeondoka, na uondokangi rahisi, utaondoka wakati utajitenganisha na upendo wa Baba. Na ni nini itakutenganisha? Ni dhambi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona utukufu uliweza kuondoka kwa ule kijana, na alipotambua ya kwamba ako katika jangwa, sasa anateseka. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko inasema nini? Wakati alipotumia ile mali yake yote ikaisha, alianza kuhangaika. Maana anahitaji chakula, anahitaji hii, anahitaji ile, lakini hana uwezo wa kupata. Hana kazi, hana nini. Marafiki wake wote wamemuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Alianza kutafuta njia za kusurvive, na akaenda akapata kazi ya kulisha nguruwe. Na pale mahali alipokuwa analisha nguruwe, hakuna mtu aliyekuwa anampatia chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mateso wakati umejitenganisha na upendo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna taabu, kuna kuteseka wakati utakapojitenganisha na upendo wa Bwana. Maana wale marafiki ambao walikusaidia kufanya dhambi, wakakufanya ukaondoke kwa utukufu wa Bwana, huo wakati ambao